Acts, tafadhali intercessors, Acts chapter 12 verse 5. Kitabu ni Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa kwanza. Chapter 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5. Yes. Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa kwanza. Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Umesikia? Kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Umesikia ni watu wa kina nani? Wa kanisa. Watu wa kanisa, wale watu wameokoka. Vita zingine unaona wewe unapigana nazo kwa sababu ulitangaza msimamo ukasema nimeokoka. Shida unapitia ni kwa sababu umeokoka. Hiyo ugonjwa unashinda kwenda hospitali unaangalia na kumbe madawa ni kwa sababu umeokoka. Hata kama ungekuwa umeokoka ungepata hizo shida. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu umekata kauli ukasema kama wote nitasimama imara. Haleluya. Amen. Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Pili, akaangalia kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Pili, akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Hebu sikia. Akafanya nini? Akamuua Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then he killed James, the brother of John, with the sword. Kumbuka aliuawa kwa sababu ya wokovu. Kwa sababu ya kusimama, si ati kwa sababu ya kitu kingine. Hapo mahali ninasema Herod violence to the church. Mahali kwa Biblia inasema Herod violence to the church. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Tatu, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi. Hebu sikia. Akaona Wayahudi wamefurahia kwa sababu Mkristo amewaliwa. Haleluya. Amen. Akataka kuwafurahisha kwa sababu yeye ni mfalme na anaona wamefurahia kwa sababu ya kucheza kanisa. Akiona kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. 4. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani. Akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wane wamlinde. Akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. 5. Basi Petro akalindwa. Nataka hapo sasa ushike tafadhali. Verse 5. Basi Petro akalindwa gerezani. Akalindwa. Anangojea afanye nini? Au waliwe kama mwenzake. Basi Petro akalindwa gerezani. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kanisa likaomba. Ilikuwa imefika wakati Herod anatesa kanisa, anatesa Wakristo. Lakini Wakristo ikafika mahali wakasema enough is enough, tumekataa. Kama yule mwingine aliualiwa, huyu hataualiwa. In Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama yule mwingine aliualiwa, huyu hataualiwa. Amewekwa hapo ndani, anangojewa apelekwe akaualiwe. Lakini kanisa wakasema hapana, tumekataa. Ile itafanyika in Jesus name. Amen. They stood with one accord and they prayed. Bwana Yesu asifiwe. Walisimama kwa umoja wakaomba na wakakataa. Wakasema yule mwingine alipitia hapo na tumeona ameualiwa. Hata sasa tunasimama imara. Mwingine ataualiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Wakasema tumekataa kuona Wakristo wakiteswa. Tumekataa kuona kanisa likiteswa. Tumekataa kuona kanisa likilia. Tumekataa. Tushikane kwa umoja. Tusimame kwa umoja. Tukaweza kusimamisha hii katika jina la Yesu Kristo. They stood with one accord. Wakasema tumekataa. Amen. Praise Jesus. Amen. Atapitia. Atakufa. Hata kama yule mwingine aliwaliwa, huyu ni mfalme amesema hivyo. Lakini hata kama yule mwingine amewaliwa, sasa huyu atawaliwa. Tumekataa katika jina la Yesu. Wakasimama imara, wakafunga, wakaomba, wakasema tutasimama kwa pepo. Hii kitendo kitendekea mwingine mwenzetu, haitatendekea yule hapo ndani. Ni sawa hapo ndani amefungwa. Haleluya. Amen. Ni sawa hapo mahali pale amefungwa, haezi toka. Lakini sisi tuko nje, tuko huru. Tutasimama imara kwa ajili yake mpaka achiliwe katika jina
jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu inuliwe. Amen. Wapendwa, wakati unaona mwenzako anapitia, wakati unaona mwenzako ana kiatu cha uchungu, wakati unaona mwenzako kuna mambo magumu anapitia, shikana, omba kwa ajili yake. Mungu ataona na atakujibu katika jina la Yesu. Amen. Kanisa waliomba, wakasema tumeona na macho James akimaliwa. Sasa Peter kwa ndani. Lakini sasa tumeshikana, tumekataa katika jina la nani? La Yesu. Haitafanyika hivyo tena in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa kwa umoja. Hawakufurahia wakiona mateso ya wengine wakiteseka. Hawakufurahia wakiona wengine wakipitia. Ni kwa maana waliona kile kilitendeka na kilikuwa kimbaya sana, wakasema sasa hatufurahi tena. Praise Jesus. Amen. They stood still, calling upon the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huyu Mungu ametuokoa na damu yake ya dhamana, hata anaweza okoa Peter asiuliwe katika jina la Yesu. Amen. Na Peter hakuuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Peter alitoka akiwa salama katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alishinda mauti katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. The church prayed and Peter was miraculously delivered. Bwana Yesu asifiwe. The church prayed and Peter was miraculously delivered. Aliachiliwa kwa sababu ya kanisa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. For the early church. The early church. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Kitabu ni Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 2 hadi wa 4. Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 2 hadi wa 4. Mstari wa 2. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. 3. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Coming of the Holy Spirit. My English inasema coming of the Holy Spirit. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord. And then one accord. Hapo bado ni one accord. Mahali kuna utawanyiko, shetani anapata nguvu. Mahali watu wako kwa umoja, shetani anapata nafasi. Mahali kuna division, hata kwa family, hata kwa biashara, hata kwa ofisi, hakuna kufanikiwa. Walisimama kwa umoja. Hallelujah. Amen. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Verse 3. Then there appeared them divided tongues of fire, and one sat upon each of them. Verse 4. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with another tongues as the Spirit gave them utterance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati walikuwa mahali pale, walikiomba uwepo wa Mungu kashuka. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu hapo ndio kulitoka ndimi. Kila mtu ndio kutoka sasa lugha zingine. Huyu asikie anasema nini, huyu asikie anasema nini, huyu asikie anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu ukashuka, nguvu za Mungu zikashuka. Kwa sababu walikuwa wanaomba with one accord. Walikuwa na umoja. Wakashukiwa na nguvu za Mungu. Uwepo wa Mungu kawatembelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati uwepo wa Mungu uliwatembelea, wako the same again. Maisha yalibadilika, wokovu ulibadilika, menendo ulibadilika, kila kitu kilibadilika. Ni kwa maana mahali kuna uwepo wa Mungu, watu waishi vile walikuwa wanaishi. Watu waongee vile walikuwa wanaongea, watu wavae vile walikuwa wanavaa. Wamebadilika. Roho Mtakatifu wa Mungu amewanjaa.
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Kila mtu akaongea na lugha yake. Hallelujah. Amen. Kwa sababu walikuwa kwa umoja. Roho Mtakatifu wa Mungu aliwaongoza, aliwatawala, aliwanenea. Yaani kila mtu hata machozi ikatoka kwa sababu uwepo wa Mungu umeshuka. Ni kwa maana walikuwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mahali kuna umoja, hakuna shetani hawezi kaa. Mahali kuna umoja, nguvu za giza haziwezi kaa. Bwana Yesu asifiwe. Familia ambayo iko na umoja, shetani hawezi watawanya. Familia ambayo iko na umoja, shetani hawezi ingilia. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu inuliwe. Amen. Na shetani akashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. They were together in one accord when the Holy Spirit came upon them. Bwana Yesu asifiwe. 5. The 4 friends. Marafiki watano. Mark chapter 2 verse 1 to 12. Mark chapter 2 verse 1 to 12. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni Marko Mtakatifu, kifungu cha 2 kuanzia 1 to 12. 1 hadi 12. Marko Mtakatifu kifungu cha 2 kuanzia mstari wa kwanza hadi 12. Mstari wa kwanza. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yuko nyumbani. 2. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Hebu sikia. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. 3. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dari pale alipokuwapo, na wakisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. 5. Na Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. 6. Kumaanisha alikuwa amepooza kwa sababu ya dhambi. 5. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic son, your sins are forgiven. Your sins are forgiven. Kumaanisha alikuwa amepooza kwa sababu ya dhambi, lakini Yesu akamsamehe. Hallelujah. Amen. Endelea. 6. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiria mioyoni mwao. 7. Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani anaweza kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? 8. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiria hivi mioyoni mwenu? 9. Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupoza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka ujitwike godoro lako uende? 10. Lakini ampate kujua kwamba mwanadamu anao amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo amwambie yule mwenye kupooza. 11. Na kuambia, ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. 12. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This man was paralyzed, but because of the 4 friends, walipoona huyu amepooza na ni mgonjwa, wakaona mtu anaweza ingia. Lakini wakasema kwa sababu ile rafiki yetu hatutaitikia. Walikuwa wamesikia sifa za Yesu. Walikuwa wanasikia Yesu anaponya. Walikuwa wanasikia Yesu anasamea. Walikuwa wanasikia Yesu anafufua. Na waliposikia ni marafiki zake, walipoona huyo hawezi enda, hawezi tembea, amepooza. Na maybe kuna ile dhambi alikuwa amefanya, hata kila mtu alikuwa anajua ile dhambi
amefanya, huyu atakufa. Lakini kwa sababu Yesu ni wa msamaha, Yesu ni wa urejesho, na walikuwa wanaamini wao, hata kama yeye hapo anaamini, walikuwa wanaamini Yesu anaweza tenda. They went with one accord. They were in love with this man. Ni sawa alikuwa amepooza, ni sawa alikuwa ameumia, ni sawa alikuwa amefika mwisho. Kila mtu anaona hakuna kitu kitaweza tendeka tena, maisha yake haiwezi rejeshwa, furaha yake haiwezi rejeshwa. Lakini hao marafiki wakiwa wanne, wakashikana wakiwa wanne, wakaenda wakambeba, wakamweka kwa kondoro, na wakati walikuwa wanampeleka mahali pale, wakaenda wakapata hakuna mahali mtu anaweza ingia, hakuna nafasi ya kufika mahali pale wapikie Yesu. Wakasema nini? Kwa sababu tunampenda na tutaki kufanya, tumesikia sifa za Yesu, tumesikia vile Yesu anasema. Wakatoa mabati pale, na walipotoa mabati pale wakamteremsha katikati mahali Yesu alikuwa amesimama. Yesu alikuwa amesimama hivyo, wakaona kondoro na mtu amefika chini. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu wakati aliona hivyo akasema, kwa sababu ya imani yenu amepona. Haleluya. Sio ya imani yenu alikuwa na shida. Haleluya. Not the faith of this man who was paralyzed, but the faith of the friends. Bwana Yesu asifiwe. The faith of the four friends. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie mpendwa, unaweza simama kwa pengo ya mtu ambaye unampenda, na Mungu arejeshe furaha yake katika jina la Yesu. Mungu arejeshe amani yake katika jina la Yesu. Mungu arejeshe kile shetani alikuwa amechukua katika jina la Yesu. Ni sawa anaweza kuwa alitenda dhambi, ni sawa anaweza kuwa alikuwa ametoka kwa uwepo wa Mungu, lakini kwa sababu ya marafiki zake walimrudishia maisha yake katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. The friends knew Jesus. The friends had the faith in Jesus. Marafiki walikuwa wamesimama imara kwa Yesu. Marafiki walikuwa wamekata kauli, wakasema hata kama amefanya dhambi, hata kama ni umefanyika kwao, hata kama ni laana tutaki kujua, lakini Yesu Kristo ambaye ameniokoa, Yesu Kristo ambaye ametuokoa, anaweza. Ambia mwenzako anaweza. Yes. Friends, naomba Mungu akupe marafiki ambao wanaweza simama na wewe. Amen. Naomba Mungu akupe marafiki ambao anajua hata wakati uko chini kabisa wanaweza kushikilia usimame tena in Jesus name. Amen. Naomba Mungu akupe marafiki wa dhati. Haleluya. Marafiki wa dhati ambao ni wa ukweli, wakati mambo ni magumu, wakati kimeumana, watasimama na wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. I tell you, mimi nimekuwa kwa hii kanisa siku mbili mfululizo. Ilikuwa Wednesday na Thursday. Thursday na Friday nilishinda hapa. Ni watu wawili tu nilipata Friday tukaomba na wao hapa. Na nilishinda hapa nikiomba. Kuna watu kwa hii kanisa walikuwa wamepitia sana. But I tell you, they are free. Amen. They are free. Amen. They are free. Amen. They are free. Amen. Ninasema nini? Mungu anahitaji akupe watu wawili, watu watatu wako na pure heart. Wasimame na wewe katika jina la Yesu. Amen. Wakupiganie katika jina la Yesu. Amen. Wakusimamishe tena katika jina la Yesu. Amen. Waseme come rain come what, nitasimama na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitaki kujua ile madhabahu inanena kwao. Sitaki kujua ni nini sauti inanena kwao, lakini najua Yesu Kristo ambaye ameniokoa na damu yake ya dhamana. Najua yule Yesu Kristo ameniita. Anaweza, kwa sababu wao ni washirika wa hii madhabahu in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Na Mungu akatenda. Mungu anahitaji tu akupe marafiki wa ukweli. Marafiki wa dhati. Marafiki ambao hawatakujaji kwa sababu ya makosa yako. Ambia mwenzako wewe sio mkamilifu kama Yesu. Yes. Marafiki ambao watasema mimi ninajua. Ninasimama na yeye. Mungu ninajua inawezekana kwako. Na inatendeka in Jesus name. Amen. And the problem is, mimi nasimamanga na wewe, lakini Mungu kikiumana na baki peke yangu. Haleluya. Ambia mwenzako kwa rafiki wa pastor. Ambia mtu kwa rafiki wa pastor. Ile pastor kwa rafiki yako. Isikuwe tu pastor ni yeye tu peke yake, hana kuombea. Na yeye wakati mambo ikililimbi kinakuja unamwacha akiwa peke yake. Ambia mwenzako shetani ashinde in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kuna kitu mzuri kama uko na mzazi ambaye anasimama na imagine the four friends. Walisema tunataka kujua ameparalyze. Na kuna hapo mbele Biblia amesoma akasema kulikuwa hakuna, hebu soma hapo mbele anzia hapo fasi wani usikie. Nataka usikize vizuri sana. Usikie hakukuwa na nafasi. Yaani nafasi hata ya kuingia haikuwa. Lakini hao marafiki wangapi? Wakasema hata kama hakuna nafasi, tutatafuta ile njia. Huyu atafikia
They yet faith in the Lord. Amen. Walikuwa wamesimama imara ndani ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakasema hata kama, hebu soma usikie, nataka ushike hapo vizuri sana. Usikie kulikuwa yani kila mahali pote hakuna nafasi. Lakini wakasema hata kama hakuna nafasi, mimi si Yesu mwokozi. Na ninaona Yesu ikosea. Ninaona Yesu idarucha. Ninaona Yesu nimeona Yesu akitenda. Nimeona Yesu akifufua. Nimeona Yesu. Walikuwa wanajua. Na huyu amekalala Yesu. Yeye hata ana hiyo faith. Ambia mwenzako nibebee imani. Nishikie imani. Niko na rafiki yangu mwingine nampenda sana anaitwa Janet Rotich. Ananiambia kawa shikilia imani. Nishikilie imani. Shikilia imani. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye anashikilia imani na inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hao walimshikilia nini? Imani. Praise Jesus. Amen. Kuwa na mtu anaweza kukushikilia imani wakati unaingia hiyo theater. Kuwa na mtu akushikilia imani hata wakati unaingia kwa hiyo mashine. Kuwa na mtu akushikilia imani, anakushikilia imani mpaka unatoka. Na unatoka kwa salama. Ile madhabahu ya kwenu ilikuwa inasema utaamuka inapata. Amekuja first service na shamba kazi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ameshikiliwa nini? Imani. Hebu soma usikie ilikuwa hiyo ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa mbaya sana. Marko mtakatifu kifungu cha 2 kuanzia mstari wa 2. Wakakusanyika watu wengi. Hebu sikia. Isibaki nafasi. Hebu sikia, watu walikuwa wengi sana. Na ninaona hata hapo kuna wengine walikuwa na shida lakini hawakusaidika kwa sababu wako na marafiki wako na imani kama wao wenyewe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tembea na watu wako na faith. Usitembee na watu hawana imani. Praise Jesus. Amen. Imagine najua hata kwa hiyo kusanyiko kuna wengine walikuwa na shida hata wakiwa wamekaribia hapo lakini Mungu hakuwatendea. Lakini hao walikuwa na crazy faith. Wanasema mimi nimeona Yesu akitenda. Nimeona akifufua Lazarus. Nimeona Yesu akisamehe. Nimeona Yesu akitenda afisatu. Nitumia pale tu mabaya. Tutatoa hapo tumteremshe mahali. Hebu sikia vile inasema, sikia vile Biblia inasema. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. 3. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza. Anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kukaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo. Na wakisha kuivunja, wakaliteremsha godoro. Hebu sikia, walifanya kuvunja. Kuvunja ni karibu. Imagine tunapopata mtu anafungua hii mabati na utaona Geoffrey amekimbia ndio unasema wewe wacha kufanya hiyo kitu. Wamekimbia wamesimamisha. Kwa nini mtu anakuja kanisa? Unaweza sikiwe. Amen. Unaona ndio wacha ametokea hapo, Geoffrey ametokea hapo. Ni sasa wewe wacha hiyo maneno. Unajua kwenye sauti kubwa sana na ni mdogo. Anaomba wacha. Lakini sasa walisema hakuna mtu ataweza kusimamisha. Why? Because of the faith. Walikuwa na imani Yesu anatenda. Hata siku ya leo anaweza tendea huyu Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Friends. Marafiki tu walikuwa na imani. Wanajua ninajua na ninaamini. Oneni wale wakili kutoka kabulini. Nini sumu ni Yesu kumwasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanajua siku ya leo Yesu atamponya. Naona kiteremshwa hapo. Hata ana mguu anataka inasema ni sawa tu wananiteremsha lakini wacha tu ni sawa tu nikae tu hapo. Hata kama nitafua nikifua kwa miguu ya nani? Yesu. Haleluya. 4. Na walipokuwa hawezi kukaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo. Na wakisha kuivunja, wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. 5. Naye Yesu alipoiona imani yao. Hebu sikia. Verse 5. Angalia hapo. When Jesus saw their faith, sio ya huyu mgonjwa, sio ya huyu akona shida, imani ya marafiki wangapi? 4. Ambia mwenzako Mungu nibariki na rafiki. Sio rafiki wakati umesikia vile kumeendelea. Ni kubaya. Amen. Unajua mtu mwingine alinipigia simu kama amepata road accident. Sasa wakati nilipiga simu na mpigia anasema, basta. Nikasema katika jina la Yesu, mahali akili yako imetekwa nyara, mahali moyo wako umetekwa nyara, uachiliwe katika jina la Yesu. Uachiliwe katika jina la Yesu. Uachiliwe katika jina la Yesu. Na funga mbingu na kuzimu, na kufua wai wako. Mahali wai wako umeweka,
After 30 minutes nampigia simu. Hello. Pastor, niko sawa. Mimi hata kuna mali nimeumia. Na ni yule alikuwa anasema, Pastor. Na hapa anacheka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata hapo anashikanisha kitu. Alipata kazi ndani kisha yote. Lakini anajua tu namba ya pasta, anambia watu nipigeni namba fulani nipigeni. I tell you, alipona, akatoka saa hiyo hospitali, akarudi nyumbani na ngani ikaambia mazao ngani ni mkepe inatengenezwa. Ni mabati inatengenezwa. Lakini yeye akarudi akiwa salama. Hata hakuna kitu hakuna maleta ni mguzu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sababu yeye anajizana kila mahali, anaiba anasema sema vile unasema mimi nitaiba nitoke. Na anaingia pengine anaiba anasema mimi najua nimekuja kutafuta Mungu, sijakuja kutafuta watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa na mtu ambaye anaweza simama na wewe. Anaweza funga mbingu na kuzimu. Aseme hakuna mahali uhai wako utaenda in Jesus name. Amen. Praise Jesus. Amen. Anaweza simama na wewe wakati wa shida. Kuwa na rafiki. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu ukimpigia tu simu hivi, anaweza simama kwa pengo. Mstari wa 5. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupoza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. 6. Na baadhi ya waandishi waliokuwako huko wameketi, wakifikiri mioyoni mwao, 7. Mbona huyo anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? 8. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? 9. Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupoza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende? Yesu akasema, why do you reason about these things in your heart? Which is either to say to the paralyzed, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaambia nataka mjue, mwana wa Mungu ako na dhambi ya kusamea dhambi. Sio kama mwanadamu. Yesu pekee yake anaweza kusamea dhambi. The Son anaweza kusamea dhambi. Praise Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaweza kusamea dhambi. Huyu alikuwa amefanya, inaonekana kuna kitu alikuwa amefanya kikali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio akapoza. Akasema, ni dhambi gani ile watu wanakwambia hawezi samehewa? Marafiki wa ile tu walisababisha asamehewe. Hawa wanasema wacha pitie sikii watu wanapitianga. Ambia mwenzako kuwa na utu. Kuwa na roho ya kusamehe. Na hata kukataa kusamehe, si Yesu anasamehe? Yes. Praise Jesus. Amen. Yesu akasamehe, akona uwezo wa kusamehe. Kusamehe. Four friends walifanya maisha yake irudishwe. Walifanya furaha yake irudishwe. Walifanya afya yake ifanye nini? Irudishwe. Kila mtu alikuwa anaona hivi. Lakini Mungu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu inuliwe. Amen. They agreed to bring their paralyzed friend to Jesus, and Jesus healed and forgave him. Waliamua kupeleka yule alikuwa amekosa kwa Yesu. Yesu akamsamea na akapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. 6. Paul and Silas. Acts chapter 16 verse 25 to 26. Acts chapter 16. Paulo na Sila waliomba. Kitabu ni Matendo ya Mitume 16 kuanzia 25 hadi 25. Lakini panapo siku ya 8, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Hebu sikia. Wamefungwa na kuna wafungwa wamekaa wanasikiza. Wao
say? Hello? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa wasikize msedi wa Job. 26. Ghafla pakao tetemeko kuu la nje, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Paul and Silas prayed. Pamoja wakasifu, wakaomba mpaka kukakuwa na earthquake. Kitungulo, kitandaliki. Mpaka milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Ukisoma ukiendelea mpaka hapo chini utashangaa. Uone hata wale walikuwa wako mahali pale wanashtuka, what has happened? Bwana Yesu asifiwe. Amen. They united together wakasema hata kwa hii hali tumefungwa, hata kwa hii shida tuko nayo, hatutaiangalia, we'll worship God. Amen. We'll praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We'll love God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao kwanza kusema hii shida napitia ni kwa sababu ya fulani, hii shida tumefungwa ni kwa sababu ya mama yangu, ni kwa sababu ya babangu, ni kwa sababu ya ndugu yangu, ni kwa sababu ya Walifanya nini? Walifanya nini? Walimwimbia nyimbo za Walifanya nini? Walimwimbia nyimbo za kusifu. Worshiped God. Waliinua jina la Yesu. Waliabudu Yesu. Walimuita Yesu wakiwa mahali pale wakiworship. Hallelujah. Amen. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father. Hapo mbele ni mwalimu kumeze ile wewe inaimba mwalimu kumeze ndipo mulia inaimba hiyo wimbo. Siku ile wimbo unaimba. Walisifu jina la Yesu. Waliabudu Yesu. Kuna nyimbo pasi kuimba wakati unapitia. Praise the Lord. Amen. Kuna nyimbo pasi kuimba wakati unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unapitia sema umebarikiwa. Wakati wewe ni mmoja sema kwa mapigo ya Yesu nimepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliabudu pale, wali worship. They worshiped God. Wema wa Mungu umenizunguka. Wema wa Mungu umenizunguka. Na unafika hapo zienda kwa mbele. Kwa sababu hapo mbele sio pazuri hiyo wimbo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliabudu, walisifu. They worship God. Sitaabudu miungu mingine. Na wamefunga. Pano hiyo, ingati wa Kiingerezani. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Natoa sadaka za sifa kwake Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Imagine sasa hivi wamefungwa na wanasifu. Wamefungwa na wanasifu. Lakini wanaambia Yesu wewe ni mtakatifu. Hata kama tuko kwa ile leo umetukuka. Hata kama tunapitia hii umetukuka. Hata kama tunapitia hii umeinuliwa. Hata kama tunapitia hii tunakusifu. Hata kama tuko na uchungu tunakuinua. Hata kama tuna uchungu tunasema asante. Ni kwa maana wewe ni Mungu. Umeketi katika kiti cha enzi. Mahali umeketi hakuna mwanadamu anaweza keti. Amen. Yes. They praised God in that situation. They magnified God in that situation. Amen. They remained in the presence of God. Wakiwa ndani. Na Biblia inatuambia wengine wanawaangalia. Imagine hao wengine, unajua mimi kuna kitu napenda kama nikipata watu wakiabudu na ingianga, hata mimi sitaki kujua ni nani. On Tuesday watu wengine waliingia hapa kwa sababu tulikuwa na very powerful prayers. Si kwa najua kama ni Jehovah's Witness. After what you got ni Jehovah's Witness. Na wakatuletea barua. Na God Nicholas anakuanga hapa, Nicholas akaenda. Akamtupenda namba ya pastor. Akapenda namba yake. Aidha God alipenda yake akapenda yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikapata ni watu wa Jehovah's Witness. Waliona hapo kwa kanisa kuna rescue kwa sababu kubwa wao wameshikwa. 195 years ameshikwa. Na kwa sababu walikuwa wanataka signs, walikuwa wanataka watu wa sign atiliwe. Wewe unajua Jehovah's Witness waingiaje kwa makanisa ya kiroho?
Kama mjuaji. Lakini wameona hapa kuna suluhisho. Wakikuja hapa yule amefungwa wao ataachiliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati nikafuatilia nikapata ni watu wa Jehovah's Witness. Ati mkubwa wao kuna 95 years amefungwa ameshikwa kwa sababu ya kuhubiri. Lakini wakajua huko kwa makanisa ya kiroho kuna Mungu. Na katika jina la Yesu Kristo, hata kama ni wa Jehovah's Witness, aachiliwe in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wale walikuwa wanataka kupigwa picha, wakakutana na kadri akamwambia hapana, hakuna picha tunapigwa. I love that. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I love that. Anakataa picha ilipigwa. Na kudhibitisha wamekanyaga mahali pale kuna uwepo wa nani? Wa Mungu. Na miujiza itatendeka. Na ataachiliwa in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ijulikane yupo Mungu aliye, na ijulikane kwamba yupo Mungu aliye. They prayed and sang praises together while imprisoned, and God shook the prison. Nani shoko ya Mungu ikaingia, milango ikafunguka. Na unajua kuna kitu mzuri kama shoko ya Mungu. Hiyo inakuwa mzuri. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakafunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How do we walk in godly agreement? How do we walk in godly agreement? One, agree in prayer. Tunashikana kwa maombi. Na kama ni kuomba tunamaanisha na tuko na upendo wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu aidani kama tunaomba kwa ukweli. Kwa ukweli. Si unafiki. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pray together instead of fighting each other. Tunaomba pamoja na tusipigane instead ya kupigana sisi kwa sisi. Praise the Lord. Amen. Tutaweza kushinda shetani in Jesus name. 2, agree in God's word. Agree in God's word. Let scripture become the foundation of our agreement. Neno la Mungu iwe ndio msingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Neno la Mungu liwe ndio msingi na mambo yetu. The word says. The word says. Neno linasema kutoka kwangu na kurudi kwangu tabarikiwa. Mungu amesema tabariki kazi ya mikono yangu. Mungu amesema mimi kitu la sio mkia. Mungu amesema adui atakuta kwa njia moja utatawanya kwa njia saba. Mungu amesema ni ahadi yake, amesema hakuna silaha yoyote kinyume na sisi. Isaiah 54:7 itakuwa katika jina la Yesu. Deuteronomy 28:7 adui atakuja kwa njia moja, Mungu atawatawanya kwa njia saba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Numbers 23:3 hakuna uchawi tofauti kwa watoto wa Mungu. Numbers 23:19 Mungu si mwanadamu anaweza kudanganya kama mwanadamu anaweza njoo. Revelation chapter 12:11 they shall overcome the devil with the testimony of their mouth and the blood of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasema neno la Mungu. When it comes to agreement, unasema vile neno la Mungu linasema na tutashinda katika jina la Yesu. Amen. Sio maneno yetu. Ni neno la nani? Which is alive and spirit. Ni kwa sababu hii neno liko na nguvu, liko na uhai, liko na roho. Na kama liko na nguvu, tutaweza kusaidia huyu mpendwa atoke kwa hiyo shida hapo katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. 3, forgive quickly. And forgiveness destroys unity. Samea haraka sana. Kukosa kusamea unaharibu umoja. Samea haraka sana. Kuna watu wasameheana. Ni sawa ulitendewa. Ni sawa ulikosewa. Lakini je, ulisamea? Wakati tunaomba, intercessors wanaomba kama wamebebana. You are just wasting time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati tu mnaharibu. Nasema 3, forgive quickly. Kila wakati samea haraka. Usibebe mtu kwa roho yako, beba Roho Mtakatifu wa Mungu. Praise Jesus. Amen. Kama ni mtu amekusamehe na unasikia Mungu ni one spirit,
Unamsamehe na unaweka nini? Kuna vitu utakuwa unamwambia zako. Kuna mambo yako utamwambia, kuna vitu zako za ndani utamwambia. Lakini umemsamehe kabisa. Praise Jesus. Amen. Kama ni kushikana tuombe kwa umoja. Kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema unforgiveness destroys unity. Unforgiveness destroys unity. Kukosa kusamehe kunaharibu umoja. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 4. Avoid gossip. Avoid gossip. Kila wakati kataa masengenyo. Gossip creates suspicion and division. Wakati watu wanasengenyana, inafanya watu wasikwe na umoja, inafanya watu wasikwe na yani wako kila wakati watu wako hawana amani juu yako kwa sababu ya masengenyo huharibu ndoa, masengenyo huharibu kanisa, masengenyo umaliza kile kizuri Mungu alianzisha. Hakuna kitu mbaya kama masengenyo. Ulisikia? Simu. Hello, ulisikia? Ukisikia mtu akikwambia ulisikia, unamwambia nini? Akikwambia kitu ya mtu mwambie, tafadhali kuna simu nyingine nachukua. Usimwambie vitu vingi. Mwambie kuna simu nyingine nafanya nini? Kuna simu nyingine nalia hapa. Kwa sababu hutaki kusikia ulisikia. Kataa gossip. Kama kuna kitu inamaliza kanisa, inamaliza intercessors, inamaliza choir, inamaliza praise and worship, inamaliza ushers, inamaliza walimu wa Sunday, ni masengenyo. Na ile masengenyo wanasengenya mtu aina msingi. Hallelujah. Amen. Haina nini? Msingi. Haina ukweli. Na unapiga simu unapigia wewe ulisikia. Ingine hata ni ndoto. Sasa ndoto imekuwa ni kitu ya ukweli. Na masengenyo inaweza maliza kanisa yote. Masengenyo inaweza maliza ndoa yako. Masengenyo inaweza maliza watoto wako. Masengenyo inaweza fanya hata ndoa iishe. Na kuna watu wako na masengenyo very smart. Wanasengenya kitu inaonekana kama iko na ukweli. Na ina ukweli. Avoid gossip. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiona mtu kila wakati anataka kukuambia stories za watu, tafadhali jitenganishe na yeye. Ambie mwenzako nakuhitaji. Na wewe unanihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Na kama kuna mahali kuna shida, ni vizuri kusema kuliko masengenyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Familia mingi sana, watu wengi walizaliwa na mama mmoja, watu wengi wa baba mmoja wamekosana kwa familia kwa sababu ya masengenyo aina msingi. Unasikia mtu anasengenya mtu mpaka kile unasikia anaongea juu ya huyo mtu unashangaa. Na ni kitu aina msingi na kitu aina ukweli. Lakini watu wameitikia kile mtu amesema. Na mwingine anaweza kuwa ni depression alikuwa nayo, mwingine anaweza kuwa alikuwa ameonja kitu kidogo amekunywa. Kwa hivyo kwa sababu anataka kuongea tu anaongea na ribuka na kesho ukimuuliza unasema sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Hallelujah. Amen. 5. Respect one another. How do we walk in godly agreement? Respect one another. Heshimu mtu. Kama wewe mwenyewe unataka kuheshimiwa, heshimu watu. Usitake heshima kama wewe uheshimu watu. Hallelujah. Amen. Na hii ndio inakuwa Kiswahili 45. Respect one. Unity does not require everyone to have the same personality or opinion. Unity does not require everyone to have the same personality or opinion. Wakati utakulia heshima yako. Lakini kama utajua kuheshimu watu, wewe ni mtu wa kwenda kuongea mambo za watu. Usifikiria watu hawajuaji, wanajuanga.
Heshima sio utumwa. It has taken the hand of God. Bwana asifiwe. Heshimu huyo mtu tu vile ulimpata. Usije ukamdharau kwa sababu unaona unajua sana kuliko yeye, kwa sababu umebarikiwa kuliko yeye, kwa sababu moja na Yesu. Kama they don't respect you. Wanapata kwa ofisi yako, wanaona pesa ifanye vizuri. Haleluya. Amen. Bwana Yesu na mheshimu. Praise Jesus. Amen. Na nikienda pale pale nikiketi siketi kama pastor, na keti kama mwanafunzi. Haleluya. Amen. Title yangu naiacha hapa. Ninaenda pale kusoma kama mwanafunzi. Na hiyo heshima imefanya nipate knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wakati Peter alikuwa invigilator nikifanya exams. Na nilikuwa na mheshimu. Nasema uongo. Nasema kweli. Siseme na sauti kubwa, nasema kweli. Yes. Nilikuwa na mheshimu sana. Mpaka nataka kujua huyu pastor ni pastor mzuri. Akanifuata mpaka akakuwa mshirika wetu. Praise Jesus. Amen. Nikiwa pa Christian University. Nilikuwa na mheshimu. Na make sure akija mahali pale, amepata maji iko pale, na shughulikia yeye kuna tusnatch anakula mahali pale, hata kufanya exam na make busy na tusnatch hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na make sure that akona fair ya kurudi because I was the class representative. Praise Jesus. Amen. When you respect people's office, God will honor you with blessings. God will honor you with favor. Lakini kama utaenda kwa ofisi za watu ama wewe mahali pa watu upate mtu akuna kitu anafanya ama kuna kitu alianzisha umudharau, utakuwa unakaa mahali pale unaona na wengine wananyoliwa. Unashangaa what happened to my life. Ni kwa sababu hujajua kuheshimu yule ulimpata hapa. Hujajua kuheshimu yule alianzisha hiyo kitu. Praise Jesus. Amen. Na unashangaa. Haleluya. Amen. Ushiona wa mzazi ako na ngoma yake na amezaa watoto. Na unajua watoto ni watoto. Na yeye ndio babu. Na babu kwa sababu amezaa watoto wengi kwa hiyo familia, amezaa all kinds of children. Kuna wale wanamsikia na kuna wale wafanye nini? Hawamsikii. Nani wanabarikiwa? Tunasema kuna watu wamepewa kicheka wengine hawana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpe tu heshima yake hata kama kuna namna gani. Wewe mpe heshima yake. Praise Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. You does not require everyone to have the same personality or opinion. Bwana Yesu asifiwe. 6. Put Christ at the center. Put Christ at the center. Kila wakati kwa kila kitu yote mnafanya ni nani? Naongea about how we walk in godly agreement. Kila kitu ikuwe ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How to walk in agreement. Kila kitu yote ikuwe ni nani? Ni Yesu. Isikuwe ingine. Ikuwe ni Yesu. Kila kitu ikuwe ni Yesu. Sio kitu kingine. Tumekutana hapa kwa sababu ya Yesu. Sio kitu kingine. Hallelujah. Amen. Tumekutana hapa kwa sababu ya kutafuta Yesu. No other business. Praise Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati tutajua hivyo, hata wakati
umejua huyu dada, umejua huyu mzee, umejua mwanalika kwa sababu ya Yes. Na kwa sababu ya madhabahu ya Praise in the Gospel Church. Hapo kama sio hii madhabahu, ungejua watu wengine. Amen. Kwa hivyo just respect that na utaenda mbali in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kama ungekuja hapa, ungekutana na mtumishi wa Mungu Veronica, ungekutana na yeye, lakini umemjua kwa sababu ya hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ungekutana na ndugu, ungekutana na Elizabeth, lakini kwa sababu hii madhabahu umemjua. Ungekutana na Steve, ungekutana na Hesbon, lakini kwa sababu hii madhabahu umefanya nini? So let everything be centered of Christ. Wacha ikuwe ni Mungu kila kitu yote unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe na kitu kingine tofauti na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo agreement tukiomba, Mungu atatenda mambo na mambo katika jina la nani? Yes. Mungu ataponya, Mungu ataokoa, Mungu atakomboa, atabariki, atarejesha, because we are here because of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko mahali hapa kwa sababu ya Yesu, sio kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama sio Yesu tungekuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama sio Yesu tungekusanyika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama tutaheshimu tu hiyo peke yake, kila mtu ataweza kufunga katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Lakini kuna watu wanakuwa wamekuja tu kwa sababu ya mambo mengine. Angalia yule amevaa vizuri. Angalia kama ni vijana wanjaoa na wanjaolewa tunaweza waitikie. Lakini sasa wewe mzee mkubwa unaangalia mwanamke amevaa vizuri. Mpaka chache kisha na ulikuwa umevaa vizuri na ni mke wa mtu. Na ni mzee anakuambia ulikuwa umevaa, unafikiria nini? Si hapo kuna question mark. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu imagine bwanako John akupigie simu kwambia, Grace, ulikuwa smart. Na ni mzee wa mtu. Utafikiria kwa kitu sana. Ambia mwenzako tuko mahali hapa kwa sababu ya Yesu. Sio kitu kingine. Praise Jesus. Amen. No other business. Na hapo ndio unasikia kuna roho inatawala, kuna roho inaenea, kuna spirit imeanza kuenea. Kwa sababu ukiona mtu ameona mke wa mtu akiwa smart na huyo mtu amekalia smart hiyo na mzee wake, si kuna question mark hapo mahali? Kuna kitu hapo mahali. Praise Jesus. Amen. Bwana Yesu, ni vizuri kuambia mtu ako smart, lakini kuna ile mpaka unapaswa kuweka. Hallelujah. Prophetic simama. Nimesema put Christ at the center. The strongest argument in argument and is Jesus around. The strongest argument is Jesus. Yani kila wakati iko ni yeye. Prophetic declaration. Sema I declare that. I declare that. I declare that. I declare every spirit of division. Every spirit of division. Working against my family. Working against my family. Is broken in Jesus' name. Is broken in Jesus' name. I declare that. I declare that. Every spirit of division. Every spirit of division. Working against my family. Working against my is family. broken in Jesus' name. Is broken in Jesus' name. I declare. I declare Unity. unity. Love. Love. And peace. And peace. In my household. In my household. I declare. I declare Unity. unity. Love. Love. And peace. And peace. In my household. In my household. I declare that. I declare that. My church shall walk in one accord. My church shall walk in one accord. I declare that. I declare that. My church shall walk in one accord. My church shall walk in one accord. Every plan of the enemy. 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 To bring confusion. To bring confusion. Among God's people. Among God's people. Shall fail. Shall fail. Every plan of the enemy. 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 To bring confusion. To bring confusion. Among God's people. Among God's people. Shall fail. Shall fail. I seek godly relationship. I seek godly relationship. I seek godly relationship. I seek godly relationship. And divine connection. And divine connection. I seek godly relationship. I seek godly relationship. And divine connection. And divine connection. My
word. With God's word. And God's will. And God's will. My prayer shall agree. My prayer shall agree. With God's word. With God's word. And God's will. And God's will. Every power of division. Every power of division. Jealousy. Jealousy. Bitterness. Bitterness. Unforgiveness. Unforgiveness. Is broken. Is broken. In Jesus' name. In Jesus' name. Every power of division. Every power of division. Jealousy. Jealousy. Bitterness. Bitterness. And unforgiveness. And unforgiveness. Is broken. Is broken. Every power of division. Every power of division. Jealousy. Jealousy. Bitterness. Bitterness. And unforgiveness. And unforgiveness. Is broken. Is broken. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My family. My family. My church. My church. And my destiny. And my destiny. Shall stand in unity. Shall stand in unity. In the name of Jesus. 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 My family. My family. My church. My church. And my destiny. And my destiny. Shall stand in unity. Shall stand in unity. Prayer. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Thank you for the power of unity. Thank you for the power of unity. And agreement. And agreement. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. I thank you. I thank you for the power of unity. for the power of unity. And agreement. And agreement. Remove every spirit of division. Remove every spirit of division. Remove every spirit of confusion. Remove every spirit of confusion. Remove every spirit of jealousy. Remove every spirit of jealousy. Remove every spirit of bitterness. Remove every spirit of bitterness. And forgiveness. And forgiveness. From our lives. From our lives. From our lives. From our lives. Remove every spirit of division. Remove every spirit of division. Confusion. Confusion. Jealousy. Jealousy. Bitterness. Bitterness. And unforgiveness. And unforgiveness. From our lives. From our lives. Bring unity. Bring unity Into our families. into our families. Marriages. Marriages. Churches. Churches. And relationships. And relationships. Bring unity. Bring unity Into our families. into our families. Marriages. Marriages. Churches. Churches. And relationships. And relationships. Let our prayer Let our prayer be aligned be aligned with your will. with your will. Let our prayer Let our prayer be aligned be aligned with your will. with your will. May our agreement May our agreement be founded be founded on Christ, on Christ, your word, your word, and your will. and your will. May our agreement May our agreement be founded be founded on Christ, on Christ, your word, your word, and your will. and your will. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Celebrate Jesus. Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Kitabu ni Mathayo sura ya 18 kuanzia mstari wa 19 hadi 19. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. 20. Kwa kuwa nipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Amen. Again, Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Verse 20.
For where 2 or 3 gather together in my name, I am there in the midst of them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu na uweza mamlaka, kila mtu mali yako, shikana mikono. Shikana mikono ukiwa hapo tu. Shikana mikono. Shikana mkono, shikana mkono. Kama inakataa mnaweza simama, tushikane mikono tafadhali. Father, in the name of Jesus Christ, we come against every spirit of division. We come against every spirit of confusion. We come against every spirit of jealousy. We come against every spirit of bitterness. Hapa watu wanjeshikana mkono tafadhali, shikana mkono. Shikana mkono vizuri. Father, in the name of Jesus Christ, we come against every spirit of division. We come against every spirit of confusion. We come against every spirit of jealousy. We come against every spirit of bitterness. We come against every spirit of unforgiveness. Come out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Atilia maisha yetu. Atilia kanisa la Mungu. Atilia ndoa zetu. Atilia watoto wetu. Atilia kazi zetu. Atilia kazi mikono yetu. Atilia watoto wetu. Atilia ndoa zetu. Atilia familia zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Let our prayer be aligned with your will. May our agreement be founded on you, Christ, your word and your will. In Jesus' mighty name, we pray and believe. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi.